njema ya ufalme. Yesu aliwahurumia makutano kwa sababu walikuwa wamechoka, na kwa sababu walionekana kwamba hawakuwa na mchungaji. Ndipo akasema mavuno ni mengi, wafanyakazi ni wachache. Yesu atumia mfano huu wa ukulima. Mavuno ni mengi, wafanyakazi ni wachache, kumaanisha ya kwamba hata leo hii kunao wengi ambao bado hawajampokea Kristo, hawajapokea habari njema ya ufalme. Leo hii Kristo atamani kukutuma wewe kwenye shamba lake ili uweze kuwaleta wengi kwa utukufu wake. Amen. Tunapokumbuka the Great Commission, Jesus said, go ye, genda asibisa kubyosi muborokeralie na kubabatisha. Engechende Yesu igagutuma abayikomera babere kugenda gukora bari bataramumanya, banyare kumumanya na banyare kumwegena Yesu. Abana ba Nyasaye, kukawa na haja kubwa kuhubiri Injili, na akaagiza wanafunzi wake waweze kuomba Bwana wa mavuno, na hata akawatuma kama ambassadors wake. Nia kuu ya Yesu ni kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Wapendwa, Kristo ndiye mchungaji mkuu wa maisha yetu. Basi eli tumuombe aweze kutuongoza kwenye huduma. Akikola atabi abadengana ki emeremeye terie yao, emeremeye yo monyene, ekanise terie yao, ekanise yo monyene na Kristo Yesu oyo tagete mwanya bato bosi baikerugo toleka batigebibe bamwache Yesu na gukora yaramaya. Kristo akawachagua wawakilishi ili waweze kuendeleza huduma na neema ya ufalme. Akawataja kibinafsi, akabaruka Samarieta abo bali bachoretwe Simoni Petero, Andrea mwaboyo, Andrea mumuro mwabo, Yakobo, Yohana, Bartimayo, Tomaso, Mathayo na wengineyo. Otarango nitokoranga lakini kerolirandi kobugi wa somo elio na torole umubaso balire ekoras igakora geri amarie ogakora geri amarieta ogakora geri amarieta baboniga igakora geri amarieta nimbeo. Yesu akawataja kibinafsi. Je, leo Kristo akija elieta liao ndibeo ekerako rangelia marieta nobeo, ekerako rangelia marieta nibeo. I want to say Jesus commanded the apostles to concentrate on the Jewish people. Kwa wale ambao bado hawakuwa wanamjua Kristo, abana ba Nyasaye, alitambua jinsi ilivyokuwa vigumu kwa wanafunzi wake kutangaza habari njema ya ufalme upande mwingine. Lakini ni dhahiri kwamba makusudi na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanastahili kutendeka kwetu tunapotii sauti yake. Ndipo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:1-2 Bwana asema, mtakaposikia sauti yangu na kufanya ninavyowagiza na kutunza yote kwa bidii, basi mtatukuzwa hata mbinguni na mtatukuzwa kwa kila jambo. Wapendwa wa Kristo, kutii sauti ya Mwenyezi Mungu. Je, wewe kama Mkristo unakotoka
ni wote wanaomjua na kumtambua Kristo. Leo hii kama Petero na wengine, amkeni ukaeneze ujumbe wa wokovu kwa wenzako, wale ambao bado hawajamjua Kristo. Huyo ambaye ni mlevi, huyo ambaye ako katika hali yoyote ile, ni kama mpotevu. Kristo analohitaji akutumie wewe ili aweze kufikia wengi kwa wokovu wake, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Kristo anahitaji sisi wote tuweze kuurithi huu ufalme. Lakini pia anapowaagiza waondoke, aliwapa masharti. Utakaposoma mstari wa 9 hata wa 10, aliwapa masharti kwamba asemurasoe na kuhariganiwa ukwana mangano wosisenia asemutahariganiwe ligote wanga monyagaria ama magoro era mata wanga kamoko gena mobogori kebeti narigu iwa naenda asema uko genda mobogori yanga yoko chigo change maibago cha kurusi kose wata wanga ki abara bariganie mutamukilingana yose senia asibali. Amen. Unaposoma yule mama Msunemu alipomwona mtumishi wa Mungu Elisha akiwa anapita pale, akipanda akiteremka, akipanda akiteremka, yule mama Msunemu alienda kwa bwanake akamwambia, huyu anayepita hapa hatakosa kuwa mtumishi wa Mungu. Ni vema tuweze kumtengenezea nyumba, tumwekee kitanda na godoro, tuweke jiko. Walipomkaribisha Elisha, Biblia inasema kumbe wakakaribisha baraka katika nyumba yao, kwa sababu yule mama kwa muda mrefu, japokuwa alikuwa tajiri, hakuwa na mwana. Elisha mtumishi wa Mungu akasema, mwakani wakati kama wa sasa utajifungua na utamzaa mwana. Ingana lile likogo kineli ogungoyo agatikolike lyo mosacho ya agatayabali neli. Mzee wangu ameseeka sana ngomo gako no gotire mono ekera te ungo mwako chaga batako mugako ne ogotire mono ona baro chenga nainde adosi asote na wekena tu kwa safari komwe bona ya tele agate bongo ogotire mono lakini wana wetera soyo omakungu ya tewete ogotire mono ekeranga kiya ikeria omosombonya sae atewete yeote banga akanyora umwana omoisha asikia mangana ya koreka ekiagira ireteri barari okwaria ni omosombonya sae abana banya sae twegere komorosia Kristo Yesu abamagania sichinga cheito abamagania sama gibaito egera choro nyana ria makomu abamororo nyana ria tusinyire hanyare kane ekiagira Yesu nigaro kumuyokera lingana. Amen. That's why alisema katika waraka wa Paulo kwamba japokuwa dhambi ilikuja kwa mtu mmoja, pia kupitia kwa mmoja mwenye haki wa Mungu ndiye Kristo Yesu tunayetumaini na tumaini la uzima wa milele. Yesu oyo gokwana mangana ya omwanjere agotoma asomo gondoye ekeroko genda somo gondoye tayayo kogenda kulenenere Yesu kogenda mone aye una Paulo agotebanga bono igotoko ya nyara mangano si asero yo gotobeka chinguru nere Kristo Yesu mwana Nyasaye. Na tusimame katika jina la Yesu. Hakuna mwingine kama Bwana, hakuna mwingine tena.
ya Yesu nako bakire Jehova nago bonene ekiagera insaiga nsi yerioba ondete yoko bwekaine wakorira yara mayase kero yo moito maneno ito naende kwakorire chinchira chiao chimanyekane hase tolenga ya Nyasaye oyo ro munyaboronge nado yo gokoronsi asoko bwakweri etaliao ingana liao eligwa kwanira mona intwe na Nyasaye no ligatigo totoma asomogondo na manyirenga intutweka titokonyara kuri ndamonaye hosiniga konyarekana Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ika amana barene bwao otwara keralie na ndo turae egero tukero gotoleka wakare na kare bamintaba iga bantegereire na sabirogo sudia sekero yomo ase chinga chiabo ase chinyomba chiabo ase magimabo ase biashara byabo ase miremo bago kora mwana no bayimokerego chiasobone na bwao ekyagero koro kwa Nyasaye kora bono buno wanja kwa okole asiri etaligera Yesu Kristo oyoro motolitu. Amen. Namba tukae.